Niko mbele yenu hapa kwa ajili ya kuwapa taarifa sahihi kuhusiana na mikopo. Nani yuko tayari kusikiliza? Haya basi, kaa vizuri, hakikisha unakaa vizuri. Sawa kuhusiana na mikopo yetu inayotolewa na halmashauri, mikopo hii inaitwa mikopo ya 10% ya halmashauri kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Sawa Hii mikopo inatolewa na nini? Na halmashauri. Sasa naomba niwapitishe katika vitu vichache sana ambavyo ni muhimu kwa sisi kufahamu. Namna gani hizi fedha zinatengwa? Mamlaka za serikali za mitaa zina wajibu wa kutenga 10% ya mapato kwa ajili ya haya makundi. Nawarudisha kidogo darasani. Tunaifahamu 10,000 Halo? Tunaifahamu shilingi 10,000? 10% ya shilingi 10,000 ni shilingi ngapi? Sio 100. Ni 1,000. Kwa hiyo tunatolea mfano, halmashauri ya wilaya ya Upendo ina mapato yake ya shilingi ngapi? 10,000. Kwa hiyo mimi ninachokifanya kama halmashauri, natenga 10% ya mapato yangu kwa ajili ya mikopo. Sawa Sasa katika hiyo 10% zinazotengwa ni kwa ajili ya makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tunapataje hii mikopo? Maneno ni mengi sana huko nje, lakini cha kwanza kabisa tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa katika kata zetu 28 tuna kata 14 ambazo kuna maafisa maendeleo ya jamii. Huu utaratibu wa utoaji mkopo ukoje? Hawa wana kikundi ni lazima wawe raia wa Tanzania. Raia wa nani? Wa Tanzania. Na uraia wetu tunakufahamuje? Ni muhimu upate kitu kinaitwa namba ya NIDA. Ukipata ile namba ya NIDA ndio mtaingia katika mfumo wa mikopo. Sio lazima pia mfahamu sana mambo ya mfumo, ndio maana sisi maafisa tupo. Mkifika katika ofisi zetu tunawaelekeza kila kitu cha kufanya. Lakini angalizo, mikopo hii inatolewa kwa vijana ambao wana umri kati ya miaka 18 hadi 45. Kwa inamaanisha wewe kijana ambaye una umri kati ya miaka 18 hadi 45 una nafasi ya kupata huu mkopo. Nimeeleweka? Hiki kikundi ukisha kiunda, ukapata maelekezo yote kutoka kwa afisa, baada ya kukisajili zitafuata zile taratibu za kikundi kuwa na akaunti ya benki, halafu sasa kitaingia katika mchakato wa kupewa mkopo. Sasa natamani mfahamu hili. Katika mwaka wa fedha wote kuanzia mwezi wa 7 tarehe 1, yani leo, mpaka mwakani mwezi wa 6 tarehe 30, mikopo inatoka kwa awamu 4. Awamu ngapi? Awamu 4 zinapatikanaje? Kila miezi mitatu. Yaani kuanzia mwezi wa 7, wa 8 na wa 9. Hapo katikati mkopo unatoka. Tukimaliza tunaingia mwezi wa ngapi? Wa 10. Wa 10, 11 na 12 kuna mikopo tena inatoka. Tunahama, tunaingia Januari, Februari na Machi. Hapo kuna mkopo unafanya nini? Unatoka. Na mwisho kabisa Aprili, Mei na Juni. Tunashukuru pia serikali pamoja na halmashauri. Kwa sasa katika hii miezi mitatu ambayo imeisha, shilingi milioni 180 zimetolewa kwa vikundi mbalimbali hapa Morogoro. Kwa hiyo hii fursa ipo. Hii fursa inafanya nini? Ipo, tuichangamkie. Kwa hiyo tuangalie kwa mapana zaidi kwamba sisi vijana wa Ngorongoro tuna nafasi kubwa ya kuwekeza katika viwanda vidogo vidogo ambavyo sasa tutakuwa tunatengeneza bidhaa zetu wenyewe. Tuchukulie mfano wale wamama wanaotembeza maziwa. Leo kama kungekuwa na kiwanda kidogo tu ambacho kingekuwa kina process yale maziwa, wale wamama wasingekuwa wanapata tabu ya kuzunguka mtaani. Wangekuwa wanajua tukishakamua maziwa yetu, tutaenda sehemu fulani, tutayapeleka, tutapata pesa na wataweza kubadilisha yale maziwa kuwa bidhaa na itakaa kwa muda mrefu zaidi.
Kuna kitu kimoja kinaitwa urasimishaji wa biashara. Hatuwezi kutumia fursa hizi na tukafika mbali zaidi kimataifa, tukaenda mbali zaidi labda nje ya mkoa wetu pasipo kurasimisha biashara zetu. Kurasimisha biashara tuna maana kwamba tunafanya biashara kwa kufuata kanuni na taratibu za mamlaka husika. Hivyo basi, ili tuweze kutumia fursa hizo vizuri, ni lazima tuhakikishe tunarasimisha biashara zetu. Tunarasimisha biashara zetu ili kusudi tufungue mlango wa sisi wenyewe kupata mikopo katika taasisi tofauti tofauti. Lakini ukiwa umerasimisha biashara yako, ni kama pasipoti yako ya wewe kwenda kuchukua nini? Mkopo. Kwa hiyo ukatoka hatua moja au hatua ya chini kwenda hatua ya juu zaidi. Lakini pia kuna hii mikopo ya 10%. Serikali yetu inatupenda sana. Kuna hii mikopo ya 10% ya wanawake, vijana pamoja na walemavu, si ndio? Kwa hiyo kama endapo utakuwa umerasimisha biashara yako, inatambulika kisheria, una uwezo mkubwa, una wigo mpana wa wewe kupata mkopo wa 10%. Niwaambie tu kwamba sometimes Mungu akitaka kukuinua, anakuinua kupitia fursa iliyoko nyumbani kwako. Na nyumbani kwetu ni wapi? Ngorongoro. Kwa hiyo vijana, tunapokuwa tunatumia fursa hizi, tukumbuke pia kuzifanyaje? Kuzirasimisha. Kuhusu uzalendo jamani, tunasema ni ile hali ya kuipenda, kuithamini na kuwa mwaminifu kwa nchi yako. Ni kitendo cha kuipenda, kuithamini na kuwa mwaminifu kwa nchi yako. Huo ni nini? Huo ni uzalendo. Na uzalendo unajumuisha yale mambo yote muhimu ya msingi ya amani, utulivu na upendo. Si ndio jamani? Ya kuzingatia unapokuwa mzalendo au mimi ni mzalendo, lazima niwe na sifa gani? Sifa ya kwanza, kuheshimu katiba na sheria za nchi. Sifa pili ya mzalendo jamani, tunasema ni kulinda amani, umoja wa kitaifa na kufanya yale yote ambayo yanakuepuka vitendo vya kauli zinazoweza kuchochea migawanyiko na nini? Na vurugu jamani. Si tumeelewana? Kitendo cha mimi kutoka nikamshawishi kijana mwingine kufanya kitu ambacho kipo kinyume kisheria, hiyo ni uvunjifu wa nini? Ni uvunjifu wa amani. Kwa sababu nyingine ni kushiriki katika maendeleo ya jamii kupitia kujitolea usafi, mazingira na shughuli nyingine za kijamii. Tunatakiwa tushiriki shughuli za kijamii, hususan sisi vijana. Tumeelewa? Tunatakiwa tushiriki shughuli za kijamii. Imetokea labda kuna shughuli yote ya kijamii, mfano kutembelea wazee, tuna uwezo tumelikuta eneo mfano liko chafu, tuna uwezo wa kujiorganize kama vijana, tukaandaa siku, tukaenda tukasafisha eneo kwa ajili ya kuweza kupendezesha mazingira. Hiyo ni moja ya uadilifu na vitu vya kujitolea kama wewe ni mzalendo. Umeona kuna kitu ambacho hakiko sawa, unahisi kwa nafasi yako unaweza kukifanya ama unahisi unaweza kusaidia. Ukiwa kama mzalendo, kama kijana, basi ufanye kwa nafasi yako kwa uadilifu na uaminifu mkubwa. Sio, umeelewana jamani? Tujitoe kwenye masuala ya kijamii. Jamani, kwa mimi niwasihi na niwaombe jamani. Moja ya vitu ambavyo kama taifa tunatakiwa tuwe na uzalendo, moja. Cha pili, tusikubali kugawanyishwa kwa maslahi ya watu wachache. Chengine, tufanye kazi kwa uadilifu jamani.